mtazamaji wetu, karibu tena sana. Hapa ni kwa DNTV, ndio kupatia vitu zote trend na usio. Katika kiini cha msitu mzuri wa Karura, mahali ambapo familia huenda kutembea na wanariadha hukimbia kwa amani, kuna siri nzito iliyofichwa nyuma ya majani mazito, jengo ndogo lisiloandikwa jina lolote ambalo sasa linajulikana kama chemba ya mateso. Kwa miaka mingi, jengo hili ndogo lililojengwa ndani ya Karura limekuwa likitajwa na baadhi ya maofisa wa zamani wa usalama kama sehemu ya mahojiano ya kina. Lakini kwa raia wa kawaida na hasa wale waliopita mikononi mwake, ni chumba cha mateso, ukatili na kimya cha mauti. Albert Ojwang alikuwa mwalimu na mwanablogu mashuhuri kutoka Homabay mwenye umri wa miaka 31, aliyejulikana kwa ujasiri wake wa kupaza sauti mitandaoni kuhusu ufisadi, ukandamizaji na ukosefu wa haki nchini Kenya. Tarehe 6 Juni mwaka 2025 alikamatwa na maafisa wa usalama kwa madai ya kuchapisha picha ya naibu inspekta mkuu wa polisi katika hali isiyo ya heshima. Familia yake ilifuatilia taarifa zake kwa siku 2 bila mafanikio, na polisi walidai alikuwa katika kituo kikuu cha Nairobi Central Police, lakini hakuonekana. Mashahidi wa ndani walisema kuwa alionekana akitolewa usiku katika gari lisilo na alama na kupelekwa msituni Karura. Habari za ndani kutoka kwa maofisa waliostaafu na wanaharakati wa haki za binadamu zinaeleza kuwa jengo hilo ndogo lina vyumba visivyo na madirisha, kuta za saruji baridi na sakafu yenye madoa ya damu isiyofutika. Ndani waliohojiwa walifungwa mikono, walinyimwa usingizi, kupigwa na kuteswa kwa njia za kisaikolojia na kimwili. Ojwang alipatikana akiwa ameumia vibaya siku 2 baada ya kutoweka, na alifariki dunia hospitalini, na polisi walisema kuwa aliteleza akavunjika, lakini picha za mwili wake zilionyesha alama za majeraha makali kichwani, mgongoni na shingoni. Habari za kifo cha Ojwang zilisababisha maandamano ya haraka jijini Nairobi. Raia waliandamana wakibeba mabango ya haki kwa Ojwang, funga chemba ya Karura na IPOA wafanye kazi yao. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi na maji ya kuwasha ili kuwatawanya waandamanaji hao waliotaka haki kwa Ojwang. Mamlaka huru ya kuchunguza matumizi mabaya ya polisi, IPOA, ilianzisha uchunguzi maalum, na afisa mmoja wa polisi alikamatwa tarehe 12 Juni huku wengine 5 wakitafutwa. Rais William Ruto alisema kuwa hadharani kuwa Ojwang alikufa mikononi mwa polisi, kauli iliyopelekea kuamsha maswali mengi kuhusu idara ya usalama na siri za mateso. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliahidi kuwa jengo la mateso litafungwa na wote waliohusika watafikishwa mahakamani, lakini hadi leo chembo hiyo bado ipo kitazamwa kwa hofu na wasiwasi. Kisa cha Ojwang ni mfano wa ukatili unayojificha chini ya kivuli cha sheria, na ni onyo kwa serikali na kilio kwa wanaharakati. Wito wa haki hauwezi kuzimwa. Wananchi, wanahabari na familia za waathirika wanataka ukweli, si propaganda, na chemba ya Karura lazima ichunguzwe kikamilifu, ifungwe na iwe somo kwa historia ya Kenya. Haki haipotei, inachelewa lakini huja. Tafadhali subscribe kwa taarifa zaidi kuhusu haki za binadamu na matukio muhimu kama haya.